Katika eneo la pili, maarifa ya kibinadamu ambayo tunasema ni practical knowledge. Sasa hizi practical knowledge ndo zinahusisha kazi, biashara, taaluma na huduma. Ndio niliotolea mfano hapa. Huwezi ukatumia Biblia kutengeneza kompyuta au huwezi ukatumia Biblia kuendesha gari. Ni lazima pia uhitaji maarifa haya ambayo tunaita practical knowledge. Bila hivyo utaangamizwa, kwa sababu utaamini kwamba mimi nipo rohoni sana, mimi ninafunga sana, kwa hiyo napaswa kufahamu kila kitu, napaswa kujua biashara, napaswa kujua kazi, napaswa kuwa na kazi nzuri. Hapana. Lazima uwe na maarifa haya pia ya kibinadamu ili uweze kutoboa katika eneo hilo la kazi, biashara au maeneo mengine. Kwa hiyo eneo hili tutakaa sana, lakini sio kwamba maarifa ya kimungu hayana maana. Lazima uwe nayo, lakini pia na maarifa ya kibinadamu. Mifano ya watu wakuu na watumishi wakubwa ambao hawakutumia tu ule ukaribu walionao kwa Mungu ndio waweze kusolve matatizo au changamoto ambazo walikuwa wanakutana nazo. Tukianza na mtu wa kwanza, hawa walikuwa ni watu wawili, walikuwa wanaitwa Bezaleli na Oholiabu. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 31 mstari ule wa kwanza na mpaka ule wa 4. Hawa watu walikuwa na ujuzi katika kutengeneza mahema, na kupitia ujuzi huo ndipo Roho wa Mungu akaja juu yao, akaweka maarifa zaidi. Ndio maana wakachaguliwa katika kutengeneza lile kanisa la jangwani. Kwa nini Mungu aliwachagua hao? Kwa sababu tayari walikuwa na ujuzi katika eneo hilo. Hii inamaanisha kwamba wewe uwezo ukamwomba Mungu kwamba natamani kuwa katika eneo fulani, wakati eneo hilo hauna ujuzi nalo. Mungu aweza akakupa hiyo roho, itakuwa ni bure. Mungu hana upendeleo. Atampa yule ambaye anaona kabisa kweli huu ujuzi anao. Hivyo roho yangu itakapokwenda kukaa juu yake, basi atatenda kwa ubora zaidi. Walijawa roho, lakini pia wana ujuzi wa ujenzi, hivyo kuchaguliwa kujenga hekalu la jangwani. Mtu wa pili anaitwa Yusufu. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 33 mpaka ule wa 40. Yusufu alikuwa amefungwa gerezani. Alipofungwa gerezani, mfalme tunaambiwa kwamba alikuwa ameota ndoto, na hiyo ndoto hakuna ambaye aliweza kutafsiri mpaka alipoitwa Yusufu akaja akatafsiri ile ndoto. Alipotafsiri, mfalme akamuuliza, je, sasa tufanye nini? Kwa sababu ilikuwa ni ndoto ya kuwa itakuja miaka 7 ya chakula, lakini pia itakuja kuwa ni miaka 7 ya njaa. Kwa hiyo mfalme akamuuliza, je, tufanye nini katika hili? Ndipo Yusufu akamwambia kwamba tutengeneze akiba, tuweke akiba ya vyakula ambavyo tunavipata ili itusaidie katika miaka hiyo mingine 7 itakapokuja njaa. Ni wazo ambalo ni sio mpaka upate katika neno la Mungu kuwa na mawazo ya namna hiyo, mawazo ya akiba. Hapa Yusufu akusema kwamba sasa mfalme, tunachopaswa ni tuombe sana, tunachopaswa ni tufunge sana ili Mungu atuepushe na miaka hii ya njaa. Hakusema hivyo. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa na akili, alikuwa na maarifa ya akiba. Ndipo akasema kwamba kwa kuwa miaka 7 inakuja ya njaa, basi tujitengenezee akiba. Katika eneo la akiba pia inaweza kuwa sio Wakristo, hata wanadamu wengi wa kawaida inatushinda sana katika eneo la akiba. Mtu unapata mshahara wako, unaweza ukapata leo au tuseme ile tarehe 30, lakini katika wiki moja, wiki mbili tayari mshahara huo umekwisha, fedha hiyo imekwisha, haujui hata unaenda kuipata sehemu gani nyingine. Hauna akili ya akiba, hauna maarifa ya kujua umuhimu wa akiba. Ndio inatutesa sana, na lazima uangamizwe. Utaishia katika madeni, utaishia katika kukopa kwa sababu tu ya kukosa maarifa ya akiba. Mtumishi wa Mungu anachukua hatua ya kumwambia mfalme tuweke akiba, na kweli ile akiba iliwasaidia wao na hata pia katika mataifa yaliyo karibu, kwa sababu walijua kwamba Misri kuna chakula, eneo fulani kuna chakula. Hayo mawazo sio mpaka ufunge ndo uwe nayo, ni maarifa ya kawaida kabisa ambayo unapaswa uwe nayo na inaweza kukusaidia. Yusufu anatuonyesha mfano huo. Maarifa ya akiba ni practical knowledge, sio kufunga na kuomba. Mtu wa tatu tunamuona ni Musa. Musa alikuwa baada ya kuchukuliwa akiwa ni mdogo sana, akapelekwa kule Misri. Alipokuwa Misri alijifunza hekima ya Misri, alijifunza uongozi kwa sababu alikuwa anaishi katika nyumba ya Farao. Hivyo alikuwa na
skills za uongozi, na ndio maana alipokutana na Mungu akamchagua yeye kwamba ndiye awe kiongozi wa kuwatoa wana wa Israeli kutoka kule utumwani Misri na kuenda katika nchi ya ahadi. Kwa nini alichukuliwa Musa? Kwa sababu Musa tayari alikuwa na ujuzi wa uongozi na maarifa katika uongozi, kwa sababu alijifunza kutoka katika nyumba ya Farao. Hata Musa aliposema kwamba siwezi, Mungu bado alimwambia kwamba unaweza, kwa sababu aliona ndani yake kuna kitu tayari. Alimuuliza una nini? Alipomwambia kwamba nina fimbo. Fimbo inaashiria nini? Fimbo inaashiria uongozi. Ina maana kwamba Mungu tayari alijua kwamba ndani ya moyo wa Musa kuna uongozi ndani yake, na ndio maana akamchagua kuwa kiongozi wa kuwatoa Misri wana wa Israeli na kuwapeleka nchi ya Kanaani. Kwa hiyo ni rahisi kutumiwa, ni lazima ujue kwamba una nini. Huwezi ukaendelea tu kuomba na kuomba alafu katika ile unaloliombea hauna maarifa nayo, hauna ujuzi nalo, hauwezi ukafanikiwa katika eneo hilo mpendwa. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kujua kwamba kuna kitu gani ambacho ninaweza. Kupitia hicho ambacho unakiweza ndicho ambacho Mungu atakuongeza zaidi na utafanikiwa. Mtu wa tatu alikuwa ni Yusufu, ambaye Yusufu ni baba yake Yesu. Alikuwa ana ujuzi wa ufundi seremala. Alikuwa anatengeneza meza, alikuwa anatengeneza makabati, alikuwa anatengeneza samani ambazo alikuwa anaziuza, ndipo fedha anayoipata alikuwa analisha familia yake. Huyu Yusufu alipochaguliwa kusema kwamba kupitia Mariamu atazaliwa mwana wa Mungu, hakuchukua hiyo kama ni excuses ya kusema kwamba kwa sababu mwana wa Mungu anazaliwa katika familia yangu, basi mimi siwezi nikafanya kazi, nitaacha kufanya kazi kwa sababu Yesu yupo ataniletea chakula kwa muujiza. Yesu yupo ataniletea chakula kupitia maombi kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Hapana, hakufanya hivyo. Yusufu aliendelea na ujuzi wake wa kutengeneza stuli, aliendelea na ujuzi wake wa kutengeneza kabati ili amlishe Yesu, ambaye Yesu ni mwana wa Mungu. Na Yesu hata katika udogo aliokuwa nao na alimheshimu baba yake, na bado alijifunza pia kazi hizo hizo ambazo baba yake alikuwa anafanya. Unaweza ukaona hapo kwamba kuwa mwana wa Mungu haimaanishi kwamba kila kitu basi kitakuja kwako. Hapana, ni lazima ujifunze katika maisha haya ya kawaida. Ninapaswa kufanya kitu gani katika eneo fulani ili niweze kufanikiwa. Yesu alizaliwa kama mwanadamu, kwa hiyo alipaswa kufanya vitu kama mwanadamu akiwa mdogo. Alipaswa kufanya kazi ambazo baba yake alikuwa anafanya ili wapate chakula nyumbani. Hakukaa tu kusema kwamba mimi ni mwana wa Mungu, basi Mungu atanishushia ugali nitakula. Hapana, alifanya vitu ambavyo kama mwanadamu mwingine alipaswa kufanya. Tunamchukulia Yesu ambaye ndiye mfano mkubwa katika maisha yetu. Lakini Yesu kipindi yuko mdogo alijifunza useremala ili wapate fedha ya kujikimu katika maisha, na sio kwamba tu aliomba sana. Kwa hiyo aliendelea na kazi yake, hakusema tu kwa sababu nina mwana wa Mungu, Mariamu amezaa kitakatifu basi tutakula kitakatifu, tutakula kiroho. Hapana, aliendelea na kazi zake ili kupata fedha ya kuweza kujikimu kimaisha. Huu ni mfano mkubwa ambao tunapaswa kujifunza sisi watu wa Mungu. Kuna maisha baada ya kanisa. Wewe sio kushinda tu kanisani kuanzia asubuhi mpaka jioni unasema kwamba Mungu atanipatia chakula. Hapana, ni lazima ukafanye kazi, ni lazima ukatafute fedha, ni lazima ukafanye kazi utafute chakula. Yesu mwenyewe wakati yuko mdogo alitafuta fedha, alitafuta chakula. Sio kwa sababu ni mwana wa Mungu basi aliomba tu ili chakula kishuke. Hapana. Lakini huyu Yesu pia anaendelea kukua. Neno la Mungu linatuambia alikuwa katika hekima na maarifa, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Kwa hiyo alijifunza pia namna ya kuishi na watu. Kuna eneo jingine ambalo linatushinda sana watu, communication skills au social skills. Yesu alimpendeza Mungu pamoja na wanadamu kwa sababu alijifunza pia namna ya kuishi na watu, alijifunza pia namna ya kucommunicate na watu. Ndio maana wakasema huyu si mwana wa seremala, mbona ana hekima hivi? Hiyo inamaanisha ni kwamba nini? Aliendelea kujifunza namna ya kuishi na watu, na kupitia hivyo kwa msaada wa Mungu pia ndani yake ikamsaidia kuonekana kwamba ana hekima na maarifa zaidi ya vile ambavyo watu walikuwa wanadhania. Ila mtu wa Mungu, wewe ni kushinda kanisani, kushinda kwenye maombi, kushinda kwenye mikesha, haujichanganye na watu, haujifunzi hata kwa wengine. Unawachukulia kwamba kwa sababu ni mataifa hawaendi kanisani basi hauna cha kujifunza kwao. Hapana,
fedha zinatoka kwa watu, kazi, connection zinatoka kwa watu. Kwa hiyo unapofanya bidii katika Mungu, lazima pia ufanye bidii katika kujua namna ya kuishi na watu, kufahamu watu wanaishije na kupata fedha.